Tuliimba wimbo ule tukasema Mungu ni tabibu mkuu. Kwa nini Mungu ni tabibu mkuu? Hebu angalia Mungu alivyokuja kumtibu Elia. Hebu angalia jinsi Mungu alivyokuja kushughulika na shida hii. Ndio maana wakati naanza nikasema daktari wa kawaida ambaye anapatikana kwenye maisha yetu ya kawaida huku duniani, yeye atakutibu kulingana na dalili unazoonyesha na atakupatia dawa kuiondoa ile shida. Lakini nikasema yupo Mungu ambaye anatibu kuanzia chanzo cha tatizo hadi matokeo ya tatizo. Bwana ni mwema. Angalia, baada ya hapo Mungu aliamua kumtibu kwa namna hii hapa Elia. Hebu tuanze kusoma lile fungu la kuanzia lile fungu la ngapi? Fungu lile la 5:19 Wafalme wa kwanza. Inasema kwamba naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia inuka ule. Akatazama kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa akajinyosha tena. Mungu alifahamu kwamba shida ya Elia sio kwamba eti anataka afe, ila alifahamu Elia ana shida, ana njaa. Elia ana shida, amechoka. Elia ana shida kwa sababu amekatishwa tamaa juu ya usumbufu aliyoupata jana. Na Mungu hakuja kwa hasira kwa sababu alijua huyu kafanya kazi kubwa na amepata shida fulani. Akaja kwa upole akamwambia kwamba inuka uketi ufanye nini? Ule. Kwa kumbe Mungu yeye ni tabibu mkuu kwa sababu hurejesha utu kamili kwa kufuata mlorongo wa kimwili. Yaani yeye havuki hatua yeyote. Na akianza kukutibia yeye anaanza na foundation, anaanza na msingi kabisa. Msingi ambao ndo huo mwili wako. Sasa tiba aliyoifanya kwa Elia, alimpatia chakula lakini pia alimpatia maji safi. Kitu ambacho tunafahamu sisi kwamba ili kusudi uwe na mwili ulio na imara ni lazima uzingatie lishe, lazima uzingatie pia maji, lazima pia uzingatie pumziko. Elia alipewa vile vitu vitatu, alafu akapumzika, akalala, kumaanisha kwamba ule uchovu ulianza kupotea. Kwa fundisho tunalolipata ni kwamba ni lazima kwanza turejeshe mfumo wa neva ili akili iweze kufanya kazi, na matengenezo ya afya na ni kanuni ya Mungu.